Hichi ni kijiji cha Mheshimiwa Hakuna Kutoka. Kivuli cha mwisho wa kijiji. Kijiji cha Kibago kilikuwa kimya kuliko kawaida. Usiku huo, hata vyura hawakupiga kelele. Upepo ulipeperusha majani kwa sauti kama kunongona, kana kwamba ardhi yenyewe ilikuwa na siri nzito ya kuficha. Amani alikuwa amerudi kijijini baada ya miaka 10 ya kuishi mjini. Mama yake alikuwa amefariki ghafla na nyumba yao ya zamani ilisimama peke yake kando kando ya msitu mweusi wa Mugongo wa Wafu. Msitu ambao watu waliogopa hata kutaja jina lake usiku. Wazee wa kijiji walimwonya, "Usitoke nje baada ya saa 6 usiku," mmoja alisema kwa sauti ya chini. "Na ukisikia mtu anakuita kwa jina lako, usijibu." Amani alicheka kwa wasiwasi. Hakuwahi kuamini hadithi za kishirikina, lakini moyoni alihisi baridi isiyoelezeka. Usiku wa kwanza. Usiku wa kwanza akiwa amelala, alisikia hatua nzito nje ya nyumba. Hatua polepole zikivutika ardhini. Kir, kir. Amani alishika tochi yake, akachungulia dirishani. Hakukuwa na mtu, lakini kwenye mchanga aliona nyayo zisizo za kawaida. Zilikuwa ndefu, nyembamba na zilielekea msituni. Alijifunika shuka akijilazimisha kulala. Sauti gizani. Usiku wa pili, sauti ilimuita. Amani. Ilikuwa sauti ya mama yake. Amani alishtuka, moyo ukidunda kwa nguvu. "Mama?" alinong'ona, karibu ajibu. Alikumbuka onyo la wazee, akajifunika masikio. Sauti ile ibadilika, ikawa nzito, yenye chuki. "Njoo, ulikuwa unanipenda, sivyo?" Dirisha liligongwa mara 3. Bam, bam, bam. Tochi ilizimika ghafla. Siri ya msitu. Asubuhi, Amani aliamua kwenda kwa mzee mmoja aliyeitwa Mzee Rukundo, mtu pekee aliyekuwa akiishi karibu na msitu. Mzee huyo alimtazama kwa macho mekundu kana kwamba hakulala kwa miaka. "Kivuli kimekutambua," alisema. "Kilizikwa hapo zamani, lakini damu ya familia yenu kilikiamsha." Amani aliganda. Mzee Rukundo alimweleza kuwa miaka mingi iliyopita babu yake Amani aliwahi kufanya tambiko la giza msituni ili kupata utajiri na heshima. Lakini alimdanganya kiumbe wa kivuli. Hakutoa kafara aliyokuwa ameahidi. Tangu siku hiyo, kivuli kilikuwa kikichukua wanafamilia mmoja baada ya mwingine. Usiku wa mwisho. Usiku wa 3, umeme ulizimika kijiji chote. Mlango wa nyumba ya Amani ulifunguka polepole bila kuguswa. Kivuli kiliingia, kirefu kuliko binadamu, macho mekundu kama moto na sauti kama mifupa ikivunjika. "Ni zamu yako." Amani alijaribu kukimbia, lakini miguu yake iliganda. Sakafu ikaanza kuwa nyeusi kama lami. Mikono ya kivuli ikatoka ardhini ikimshika. Alipiga kelele, lakini kijiji kilikuwa kimya. Asubuhi iliyofuata, watu wa kijiji walikuta nyumba ya Amani ikiwa tupu. Hakukuwa na dalili ya mapambano. Kwenye mlango kulikuwa na alama mpya za nyayo zikielekea msituni. Tangu siku hiyo, kila usiku wa saa 6, watu wa Kibago husikia sauti ikinongona kutoka msituni, "Njoo nyumbani." Na kivuli bado kinangoja. Kijiji cha Kibago kilikuwa kimya kuliko makaburi. Usiku ulipoingia, hata mbwa hawakubweka. Upepo ulipeperusha vumbi na majani kama sauti za watu waliokufa wakinongona majina ya waliohiwi. Amani alishuka kwenye basi la mwisho jioni. Alisimama akitazama kijiji alichokimbia miaka 10 iliyopita.
Nyumba za udongo zilikuwa zimechakaa, taa chache zikimetameta kama macho yanayochungulia gizani. Mama yake alikuwa amekufa ghafla. Alitembea hadi kwenye nyumba yao ya zamani iliyokuwa karibu na msitu wa Mgongo wa Wafu, msitu ambao watu waliogopa hata kutaja jina lake usiku. Mlango ulipolia alipofunguliwa, moyo wake ulipiga kwa kasi. Usiku huo, akiwa amelala, alisikia hatua nzito nje ya nyumba. Kir, kir. Aliamka, akachungulia dirishani. Hakukuwa na mtu, lakini kwenye mchanga aliona nyayo zisizo za kibinadamu zikielekea msituni. Ghafla alisikia sauti ya kunong'ona, Amani. Sauti ya mama yake. Mwili wake ukasisimka. Asubuhi, Amani hakulala tena. Alienda kwa mzee Rukundo, mzee pekee aliyekuwa anaishi karibu na msitu. Mzee huyo alimtazama kwa muda mrefu kabla ya kuzungumza. Kile ulichokisikia hakukuwa mama yako? Amani akameza mate. Mzee Rukundo alimweleza kuwa hadithi ya zamani, babu yake Amani aliwahi kufanya tambiko la giza msituni ili kupata utajiri na heshima. Lakini alimdanganya kiumbe wa kivuli. Hakutoa kafara aliyokuwa ameahidi. Tangu siku hiyo, kivuli kilianza kuchukua wana wa ukoo huo mmoja baada ya mwingine. Usiku huo huo, kijiji kizima kilizama gizani. Umeme uzimika ghafla. Mlango wa nyumba ya Amani ulianza kufunguka polepole bila kuguswa. Ki. Sauti ya mama yake ikarudi, lakini sasa ilikuwa nzito na ya kutisha. Njoo mwanangu.